Hivi ushawahi kujiuliza endapo siku moja unapewa taarifa kwamba mtoto wako amefariki, lakini baada ya kufanya research kwa muda mrefu sana unagundua kwamba ndugu zako ndio walimtoa kafara mtoto wako ili wapate utajiri? Sasa mimi nataka uniambie jambo moja tu. Je, utachukua maamuzi gani baada ya kusikia jambo la ajabu kama hilo? Lakini hao majibu ya maswali yako bwana nitapata hapa kwenye simulizi kali ya movie yetu. Hivyo usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Picha yetu inaanza kimuonyesha binti kuitwa Angel, na binti huyu ndio alikuwa amenunua nyumba hii kwa mara ya kwanza kabisa, na alikuwa hajui kwamba hii nyumba ilikuwa inamilikiwa na nguvu za kichawi. Na binti alijikuta anaipenda sana nyumba hii, maana ameifuatilia kwa muda mrefu sana. Lakini maisha yaliendelea kama kawaida, na Roy Angel anamwambia mtoto wake kwamba inabidi ujitahidi ufanye usafi. Na binti alikuwa mpole tu na kumsikiliza mama yake. Sasa Mary akiwa anaendelea kufanya usafi kama alivyoambiwa na bi mkubwa, ndipo anakutana na binti mmoja ambaye alikuwa hamjui kabisa na ajui binti ametokea wapi. Na Mary ikabidi amfuatilie binti huyu kwa ukaribu, ikiwezekana ajue huyu binti ni nani. Na Mary aliendelea kumfuatilia binti huyu ili ajue huyu binti anaelekea wapi. Lakini akiwa anataka kumkaribia, kwa bahati mbaya sana ghafla binti anapotea. Na Mary alipagawa kinoma noma baada ya kushuhudia tukio hilo, maana ajui binti ameelekea wapi licha kwamba milango yote imefungwa. Sasa binti ile jambo lilimuumiza sana, ndipo anaondoka na kwenda kuzungumza na mlinzi, maana anaamini huenda mlinzi atakuwa amemuona binti huyu. Lakini kwa bahati mbaya sana mlinzi anasema hajamuona mtu yoyote yule akiwa anatoka wala kuingia ndani. Sasa binti alizidi kuchanganyikiwa baada ya kusikia kwamba mlinzi naye hajamuona binti huyu, ndipo anaondoka na kwenda kuzungumza na mama yake. Lakini Mary kabla hajamsimulia kila kitu mama yake, alijikuta anaingiwa na uoga sana, huku akiwa aamini kama bibi mkubwa ataamini jambo hilo. Lakini baada ya muda kusogea, Mary akiwa ametulia zake chumbani, ghafla anasikia kuna sauti inamuita. Na Mary alistuka kinoma noma baada ya kusikia sauti hiyo, lakini aliondoka na kwenda kusikiliza ni nini kinachoendelea. Na Mary alifanikiwa kufika sebuleni, lakini raundi binti alionekana kutokuwa muoga kabisa, maana alikutana na mzimu ule binti ambaye alikuwa amemtokea siku chache zilizopita. Na Mary alianza kumhoji binti huyu na kusema, wewe unaitwa nani na unataka nini nyumbani kwetu? Na binti alimjibu Mary na kusema yeye yupo hapa kwa jambo moja tu, maana yupo hapa ili aweze kuonana na mama yake na sio kitu kingine chochote kile. Sasa Mary baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa binti, ndipo aliendelea kumuuliza na kusema, wewe umetokea wapi? Maana mimi sikufahamu kabisa. Na Bella baada ya kuona Mary amekuwa ni mtu wa kumuuliza maswali mengi kila wakati, ndipo anaamua kumdanganya na kumuonyesha sehemu aliyokuwa ametokea. Sasa Mary alikuwa anashangaa sana baada ya kuambiwa maneno yake kutoka kwa Bella, lakini ile anageuka ndipo anastuka baada ya kuona binti amepotea na ajui ameelekea wapi. Sasa Angel naye akiwa ametulia zake chumbani, ghafla anasikia kelele kutoka kwa binti yake, ndipo anaondoka na kwenda sebuleni ikiwezekana ajue ni nini kinachoendelea. Binti alimuuliza Mary, tatizo nini mpaka unapiga kelele kiasi hicho? Sasa binti naye hakutaka kabisa kuvunga, aliamua kumwelekeza mama yake kila kitu kwamba amekutana na jini. Lakini bi mkubwa kwa sababu alikuwa aamini kabisa kwenye masuala ya uchawi, hakuamini kabisa jambo hilo. Lakini siku ikapita na Roy Angel akiwa ametulia zake ofisini, ndipo anaamua kumsimulia rafiki yake kila kitu na kusema Mary analalamika kwamba amekutana na jini, lakini hilo jambo yeye aliamini kabisa. Ila binti alimsisitiza sana Angel na kusema utakiwi kabisa kumpuuza mtoto wako, cha msingi ni kumsikiliza tu na kuona unamsaidiaje. Na Angel alimsikiliza tu rafiki yake, na baada ya muda mfupi aliondoka na kurudi zake nyumbani. Lakini akiwa anaingia ndani, ghafla nakutana na Mary akiwa na uoga sana. Lakini bi mkubwa aliamua kumtuliza mtoto wake na kusema utakiwi kabisa kuwa na mawazo, maana humu ndani hakuna chochote kinachotisha. Binti alikuwa mpole na kumsikiliza mama yake. Lakini binti baada ya kuingia zake ndani, akiwa anaendelea kupanga vitu vyake, ghafla Bella anamtokea. Sasa Mary alizidi kuingiwa na uoga, maana anamuogopa huyu binti kinoma noma. Lakini Bella alimtuliza Mary na kusema utakiwi kabisa kuniogopa, maana mimi namhitaji mama yangu. Na baada ya kauli hiyo Bella akapotea. Lakini Mary alishindwa kabisa kuvumilia jambo hilo, ndipo anaamua kuondoka kabisa humo ndani. Ila kabla hajatoka ghafla nakutana na mama yake, na bi mkubwa anamuuliza binti yake nini tatizo. Sasa Mary aliamua kumdanganya mama yake, maana anajua huyu bi mkubwa haamini kabisa kwamba humo ndani kuna jini. Na Angel baada ya kukubali kudanganywa, ndipo anamtuliza Mary na kusema utaki kuwaza kwa jambo lolote lile, maana hao ni mawenge yako tu na humo ndani kila kitu kipo sawa. Na dogo alikuwa mpole na kumsikiliza mama yake. Lakini baada ya muda kusogea, Roy Mary anaamua kumwambia mama yake ukweli kwamba kuna jini limemtokea zaidi ya mara 3, na kila kijitahidi kuzungumza nalo jini hilo linasema linamhitaji mama yake. Sasa Angel alimsikiliza tu Mary, lakini hakuamini kabisa maneno hayo. Ila binti naye baada ya kuona kila akimwelekeza mama yake amuelewi, ndipo aliamua kukaa zake kimya na kuongea jambo lolote lile. Lakini muda ulisogea na Roy Mary akiwa upo zake chumbani, ghafla aliendelea kusikia sauti ya Bella ikisema inamhitaji mama yake. Sasa Mary naye baada ya kuonana na ubinti mara kwa mara, raundi anajikuta hana uoga kabisa, ndipo anaondoka na kwenda kuzungumza na Bella. Na Mary aliamua kumuuliza Bella, kwa nini kila siku unamhitaji mama yako? Maana hapa nyumbani mama yako hayupo. Sasa Bella akamwambia Mary kwamba endapo akimsaidia na kujua mama yake alipo, basi atamwambia kila kitu. Na Mary aliwaza sana baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Bella, lakini kabla hajajibu jambo lolote lile, ghafla mama yake akatokea na pale pale Bella akapotea. Na bibi mkubwa kwa sababu alikuwa hajajua chochote kinachoendelea, ndipo anaamua kumuuliza binti yake unafanya nini hapa? Ila Mary kwa sababu alikuwa ameingiwa na mawazo mengi kinoma noma, alishindwa kabisa kumjibu mama yake. Lakini siku ikapita na Mary anaamua kuzungumza na Bella ili ajue wazazi wao binti wapo wapi. Na Mary alimwambia binti kwamba endapo akimwambia ukweli basi atamsaidia kumtafuta mama yake. Sasa Mary akiwa anaenda kuzungumza na Bella kabla hajaambiwa chochote kile ambacho alikuwa
alikuwa anahitaji kuambiwa. Ghafla mlinzi alikuwa anasikiliza kila kitu kinachoendelea, na mlinzi aliamua kumfuata Mary ili ajue binti anazungumza na nani, lakini kwa bahati mbaya sana mlinzi alimkuta Mary akiwa anazungumza peke yake, hali iliyomfanya mlinzi ajiulize maswali mengi sana, ila binti anasema alikuwa azungumza na mtu yoyote yule. Na baada ya kuongea kauli hiyo, Mary aliingia zake ndani, lakini siku zilisonga na ule Bella anakutana tena na Mary, na Mary leo anamuuliza Bella kwamba nini kilichofanya mpaka ukampoteza mama yako. Hasa binti alimwelekeza kila kitu Mary na kusema yeye alikuwa anaishi ndani, yeye pamoja na baba yake, lakini kwa bahati mbaya sana Mshua alimuua binti huyu ili apate utajiri, hivyo hajui ni kitu gani kilichomkuta mama yake, ila anachohitaji ni kuona mama yake akiwa hai. Hasa Mary aliendelea kumhoji binti huyu, ikiwezekana ajue vitu vingi sana kwa undani, maana naamini huenda mtu aliyewauzia nyumba hii ndio babake mzazi wa Bella, lakini binti hakutaka kabisa kujibu swali hilo. Ndipo anasema yeye anachohitaji ni kujua mama yake yupo wapi na sio kitu kingine. Lakini siku ikapita na Mary anaona ni bora azungumze na mama yake, maana naamini huenda bi mkubwa ndio utakuwa unamjua mtu aliyemuuzia nyumba hii, maana hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kumpata babake Bella, na endapo akimpata babake Bella basi itakuwa rahisi sana kumpata mama yake wa Bella. Lakini Angel anaendelea kumkataa binti yake na kusema hii nyumba imeuziwa na Mr. Kevin, hivyo hayo mambo mengine hayafahamu kabisa. Na binti alimsikiliza tu mama yake, lakini aliendelea kumkamia bi mkubwa na kusema anahitaji sana kukutana na mtu ambaye amemuuzia nyumba hii, maana kuna mambo mengi sana ambayo inabidi wazungumze. Ila Angel aliendelea kupuuza jambo hilo na kusema sitaki kuelewa jambo lolote lile, maana hayo mambo hayakuhusu kabisa. Na baada ya mazungumzo hayo Angel aliondoka na kwenda zake ofisini, lakini baada ya kufika ofisini Angel aliamua kumsimulia rafiki yake kila kitu na kusema binti yake amelalamika kwamba amekutana na jini, na hilo jini amesema linamsumbua sana, lakini hilo jambo yeye hajaliamini kabisa. Sasa binti aliamua kumshauri Angel na kusema utakiwi kabisa kumpuuza mtoto wako, maana huenda kweli hilo jini lipo ila wewe hujawahi kabisa kuliona, hivyo utakiwi kabisa kupuuza maneno hayo kwa namna yoyote ile. Na Angel alisikiliza na kupokea ushauri wa rafiki yake, na baada ya muda mfupi aliondoka na kurudi zake nyumbani. Sasa Angel akiwa anaingia ndani, ghafla anakutana na binti yake, na Mary anaamua kumkazia mama yake na kusema ni kweli amekutana na jini, na binti alijitahidi sana kumuonesha mama yake ikiwezekana bi mkubwa aone, lakini Angel hakuamini kabisa jambo hilo. Aliendelea kubisha, maana alikuwa hana uwezo wote ule wa kumuona Bella. Na baada ya muda mfupi Mary akiwa ametulia zake chumbani, ghafla Bella tena anamtokea, lakini raundi hii Mary anaamua kumwambia Bella ukweli. Ndipo anasema kama kweli unahitaji kwenda kuonana na wazazi wako, basi naenda kamtokea mama yangu na umwambie kila kitu kwamba unahitaji kuonana na wazazi wako, maana hiyo ndio itakuwa njia pekee ya wewe kupata msaada. Na Bella alimsikiza Mary, lakini anasema endapo bi mkubwa akijua kwamba huyu binti ni mchawi itakuwa ni hatari sana. Lakini Mary anaendelea kumkazia Bella na kusema inabidi ujitahidi sana, ikiwezekana ukutana na mama yangu, maana naamini ndio itakuwa njia pekee ya wewe kujua wazazi wako walipo. Na binti alimsikiliza Mary, lakini hakujibu jambo lolote lile, licha ya kwamba alionekana kukubali jambo hilo. Na baada ya mazungumzo hayo Mary aliondoka na kwenda sebuleni kwa mama yake, na binti alitulia na bi mkubwa kama hajui chochote kinachoendelea. Kumbe alikuwa mpanga plani yeye pamoja na Bella kwamba Bella inabidi amtokee bi mkubwa, maana bi mkubwa aamini kabisa kwamba ndani unaishi na jini, na hiyo ndio itakuwa njia pekee iliyobaki ya kumsaidia Bella kwa yale yote ambayo anayapitia. Sasa baada ya muda mfupi wakiwa wametulia zao sebuleni, huku akiwa hajui chochote kinachoendelea, ghafla Bella anakuja na kwanza kuangusha vitu sebuleni hapo, na bi mkubwa kwa sababu alikuwa hajui kwamba huu ni mpango kati ya Bella pamoja na binti yake, ndipo anamuuliza binti yake ni nini kinachoendelea, maana hivi vitu vinaangushwa na Bella, lakini bi mkubwa alikuwa hana uwezo wote ule wa kumuona Bella, hivyo hajui kabisa hivi vitu vinaangushwa na nani. Ila binti Laundi anaamua kumwambia ukweli mama yake na kusema hivi vitu vyote ambavyo vinaangushwa na Bella, hivyo utakiwi kabisa kuwa na mawazo. Sasa bi mkubwa baada ya kuona hili jambo limekuwa serious kinoma noma, ndipo anamwambia binti yake anahitaji kuonana na Bella, na binti anasema Bella yupo humu ndani, ni vile tu unashindwa kumuona. Sasa bi mkubwa kwa sababu alikuwa aamini kabisa jambo hilo, alikuwa anaamini kwamba huenda binti yake atakuwa anamdanganya, ila binti aliendelea kumwambia ukweli mama yake kwamba inabidi umsaidie Bella, maana Bella anapitia matatizo mengi sana. Ila bi mkubwa aliendelea kumkataa mtoto wake na kusema yeye anachohitaji ni kusikia sauti ya Bella, maana aamini kama ubinti anaishi naye umndani. Sasa bi mkubwa baada ya kuishi umndani kwa muda mrefu sana hajawahi kabisa kuonana na Bella wala hajawahi kusikia sauti yoyote ule ya binti huyo, lakini leo hii kwa mara ya kwanza Bella anaamua kuzungumza na bi mkubwa na kusema yeye anachohitaji ni kujua wazazi wake wapo wapi, maana mtu aliyeuzia nyumba hii alikuwa ni babake mzazi, na huyu mzee alimuua binti huyu ili apate utajiri, hivyo amekuja kwenye nyumba hii ili ajue mama yake alipo. Hasa Bella baada ya kumwelekeza Mary kila kitu kwamba yeye anatamani sana kukutana na mama yake, maana kuna mambo mengi sana ambayo inabidi wazungumze, maana hiyo ndio njia pekee kila mtu kujua ukweli. Na Bella alimsikiliza Mary, na baada ya muda mfupi alienda kuzungumza na Mr. Suka ambaye ni mlinzi wa ndani, maana naamini huenda Mr. Suka atakuwa anajua kila kitu kinachoendelea, maana huyu mshikaji amekaa ndani kwa muda mrefu sana. Na Mwamba alipoulizwa kama anawafahamu wazazi wa Bella, Mwamba hakutaka kabisa kupindisha, ndipo anasema ndio nawafahamu wazazi wa Bella na nimeishi nao hapa ndani kwa muda mrefu sana. Hasa binti kwa sababu alikuwa anataka apate uhakika, maana yeye alikuwa amfahamu kabisa mamake Bella, ndipo alimwomba Mr. Suka amuonyeshe picha, huenda atakuwa anawafahamu wazazi hawa. Na Mwamba naye akaona isiwe kesi, alikubali na kumuonyesha picha za mamake Bella, na Mary alimzingatia kwa umakini sana bi mkubwa huyu na kusema atajitahidi afanye juu chini, ikiwezekana waonane wazungumze. Na baada ya maneno hayo mlinzi aliondoka zake, lakini siku ikapita na Mary anaamua kukaa na rafiki yake na kumsimulia kila kitu
kumsumbua Bella na kusema inabidi ajitahidi sana amsaidie binti huyo, maana anapitia wakati mgumu sana. Hasa binti alimsikiliza tu Mary, lakini alionekana akiwa na mawazo kinoma noma. Ila siku zilisonga na Mary alifanikiwa kupafahamu sehemu ambayo mamake Bella anaishi, na ndipo aliamua kumfuata huko nyumbani ikiwezekana wazungumze. Na Mary alifanikiwa kufika nyumbani kwa mamake Bella, lakini akiwa anaenda kuongea na mlinzi, ghafla mamake Bella anatokea na kumuuliza mlinzi nini kinachoendelea. Ila mwamba anasema huyu binti amekuja hapa ili mzungumze na sijui ametokea wapi. Hasa binti licha ya kwamba alikuwa mfahamu kabisa Mary, alimkubalia na kumsikiliza. Ila wakiwa wanaendelea na mazungumzo, ghafla binti anabadilika baada ya kuambia kwamba mtoto wako anakuhitaji sana na anahitaji sana msaada wako. Na hapo binti ndio alipobadilika na kusema yeye hana mtoto na hajawahi kabisa kuwa na mtoto, na kama anaona hana issue yoyote ya kuzungumza ni bora aondoke tu. Ila binti aliendelea kumkamia mamake Bella na kusema mtoto wako anakuhitaji sana, maana hana msaada mwingine zaidi yako. Ila bi mkubwa kama kawaida hakutaka kusikia jambo lolote lile, alienda kumkataa Mary. Ndipo anamwambia mlinzi inabidi binti aondoke kabisa ndani, na binti ilibidi tu amsikilize mamake Bella, na baada ya muda aliondoka na kurudi zake nyumbani. Na Mary baada ya kufika nyumbani alimwelekeza mtoto wake kila kitu, kwamba ni kweli amefanikiwa kuonana na mamake Bella, lakini wameshindwa kabisa kuzungumza. Na binti aliumia sana baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa mamake, maana anahitaji sana Bella apate msaada. Hasa Mary naye kwa sababu alikuwa hapendi kuona Bella anateseka, ndipo anasema atajitahidi kufanya juu chini ikiwezekana azungumze na mamake Bella, maana anaamini kuna siku moja atamuelewa. Na binti ilibidi awe mpole tu na kumsikiliza mamake, maana hapendi kuona Bella akiendelea kuteseka. Lakini huku upande wa pili, Mr. Alex ambaye ndo babake Bella akiwa ametulia zake nyumbani, ghafla mke wake anakuja na kumsimulia kila kitu, kwamba kuna mgeni alimtembelea na walikuwa wanahitaji sana wazungumze. Na mwamba alipata mawazo mengi kinoma noma baada ya kusikia taarifa hiyo, ndipo anauliza huyu mgeni ni nani na alikuwa anataka tuzungumze jambo gani. Ila binti anasema huyu mgeni nimejitambulisha kwamba anaitwa Angel na nimeshindwa kabisa kuzungumza naye, maana nilikuwa na hasira sana, hivyo ni bora uzungumze naye wewe mwenyewe. Na mwamba alimsikiliza mke wake, lakini alionekana akiwa na mawazo mengi kinoma noma. Lakini siku ikapita na Alex pamoja na mke wake wakiwa pozao kefu anapata msosi. Ghafla Mary naye akafika eneo hilo, na hilo jambo lilimstua sana Alex, ndipo alimwaga mke wake na kuondoka. Na Mary naye akaona isiwe kesi, alimfuata binti na kuanza kuzungumza naye, lakini binti alipata hasira kinoma noma baada ya kumwona Mary eneo hili, maana aliamini huenda binti atakuwa anamfuatilia. Lakini Mary alisema nipo hapa kwa ajili ya mtoto wako, maana Bella anapitia wakati mgumu sana na mume wako ndio chanzo cha matatizo yote haya, hivyo utakiwi kabisa kunilaumu, ila inabidi umsaidie sana mtoto wako. Hasa wakiwa wanaendelea na mazungumzo, ghafla Alex naye anatokea na kumuuliza mke wake ni nini kinachoendelea. Lakini Mary kwa sababu alikuwa hataki mshikaji ajue jambo lolote lile, aliamua kuzuga na kusema alikuwa ni mazungumzo ya kawaida tu, hivyo hamna chochote kile kibaya ambacho kinaendelea. Na baada ya mazungumzo hayo Mary aliondoka, ila mwamba alistuka sana baada ya kuona mke wake sura imebadilika, ndipo anaondoka na kumfuata Mary ikiwezekana ajue ni nini kilichokuwa kinaendelea. Hasa mchizi bwana licha ya kwamba alikuwa ajue chochote kinachoendelea, ndipo anamfuata Bella na kuanza kumtishia na kusema jambo lolote ambalo linanihusu mimi naomba uniambie mimi mwenyewe, maana mke wangu sitaki ajue jambo lolote lile. Hasa Mary akamwambia mshikaji, utakiwi kabisa kuwa na uoga, maana nina uhuru wa kuongea na wewe pamoja na mke wako, na hili jambo nitafanya juu chini ikiwezekana mke wako ajue, kwa sababu siwezi kuvumilia Bella akiwa anateseka kiasi hichi. Lakini mwamba kwa sababu alikuwa ametengeneza mchongo ili ijulikane kwamba binti yake alitekwa, ndipo anasema hautakiwi kabisa kumwambia mke wangu jambo hili, maana kila mtu anajua kwamba Bella alipotea kwenye mazingira ya kutatanisha, hivyo sitaki kusikia jambo lolote lile ambalo linahusiana na Bella. Hasa Mary naye alimsikiliza tu Alex, lakini sema hilo jambo haliwezekani, maana mimi nahitaji kumsaidia Bella na nitahakikisha kila mtu anaujua ukweli. Na mwamba alikubali kumsikiliza Mary, lakini alionekana akiwa na mawazo mengi kinoma noma, na baada ya muda mfupi mwamba aliondoka na mke wake na kurudi zao nyumbani. Ila baada ya kuingia tu ndani, mamake Bella alionekana akiwa amechachamaa kinoma noma, huku akiwa anataka ajue ukweli wa mambo yote ambayo yanaendelea. Hasa mwamba alianza kumpanga mke wake na kusema hatakiwi kusikiza jambo lolote lile, maana hayo mambo hayana ukweli, ila inabidi aamini kwamba binti yao ametekwa na anaamini siku moja atapatikana. Hasa binti laundia anaja kwenye 18 na kusikiliza uongo wa mume wake, ndipo anasema naomba ujitahidi sana ikiwezekana mtoto wangu apatikane, maana Bella ndio furaha yangu ilikuwa imebaki. Na mwamba alimwahidi mke wake kwamba atafanya kila kitu kinachowezekana na anaamini siku moja Bella atapatikana. Lakini huku upande wa pili Mary anamsimulia rafiki yake kila kitu na kusema alifanikiwa kuonana na baba yake Bella, lakini jambo lililomuumiza sana ni pale baba yake aliposema kwamba binti yake ametekwa, hivyo hana taarifa zozote zile kwamba Bella alipoteza maisha. Hasa binti huyu alishangaa sana baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa Mary, ila Mary anasema atajitahidi kufanya kila inayowezekana ili haki ya Bella ipatikane. Na binti alimsikiliza Mary, ila anasema inabidi uwe makini sana. Na baada ya mazungumzo hayo Mary pamoja na rafiki yake wanaondoka. Hasa akiwa anatoka ofisini, ghafla nje anakutana mama yake Bella, na Mary alishangaa sana baada ya kumkuta bi mkubwa huyu maeneo haya, maana alikuwa anaamini huenda bi mkubwa amekuja ili wazungumze, lakini mambo yalikuwa tofauti kabisa, maana mama yake Bella anasema amekuja hapa ili ampe onyo, maana anaamini huenda Mary atakuwa anamfuatilia mume wake, hivyo kuanzia sasa hahitaji kuona mazoea yoyote yale kati ya Mary pamoja na mume wake. Hasa Mary kabidi amfungukie tu kweli binti huyo na kusema siwezi kuwa na mume wako, maana mume wako amefanya vitu vingi sana vya ajabu, maana aliweza kumuua mtoto wako bila wewe kujua jambo lolote lile. Hasa binti
alistuka kinoma noma baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Mary, ila Mary hakutaka kabisa kuongeza neno. Aliingia zake kwenye gari na kuondoka, na baada ya muda mfupi Mary alifanikiwa kufika nyumbani na kumwelekeza binti yake kwamba ni kweli amekutana na mamake Bella, lakini wameshindwa kumaliza mazungumzo maana bi mkubwa alikuwa na hasira sana. Hasa akiwa anaendelea mazungumzo, Bella alikuwa ametulia zake nyuma anasikiliza kila kitu kinachoendelea. Ndipo anasema tangu alipokuwa mdogo mamake alikuwa hampendi kabisa, na naamini huenda hiyo ndio sababu inamfanya mpaka mama yake anamchukia. Ila Mary aliendelea kumfariji Bella na kusema atajitahidi azungumze na wazazi wake na anaamini haki yake itapatikana, na Bella ilibidi awe mpole tu na kumsikiliza Mary. Lakini baada ya muda mfupi, Loima binti akiwa ametulia zao sebuleni, ghafla Bella anasema kwamba mamake anakuja, na binti alishangaa sana baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa Bella. Ila Bella aliendelea kusema kwamba anahisi kama mamake anakuja. Sasa akiwa anaendelea kuwaza, ghafla mlango unagongwa, na binti alipoenda kufungua mlango ni kweli alikutana mamake Bella, na binti alipagawa sana baada ya kuona ni kweli tukio hilo limetokea, ila akaona ni bora amuite mamake ikiwezekana bi mkubwa azungumze na mgeni huyu. Na baada ya muda mfupi bi mkubwa alikuja na kuanza kuzungumza na mamake Bella, lakini mamake Bella alionekana bado akiwa na hasira, maana anaamini huenda Mary atakuwa anatembea na mume wake, na Mary alijitahidi sana kumwelekeza bidada akiamini binti atamuelewa, lakini hilo jambo alikuwa rahisi hata kidogo, maana bi mkubwa alisimama na kusema anahitaji kuondoka. Lakini Angel anamtuliza mamake Bella na kusema utakiwi kabisa kuondoka, maana Bella ametuelekeza kila kitu, na hivi ninavyozungumza Bella tupo naye hapa ndani. Hasa mamake Bella alichanganyikiwa sana huku akiwa aamini kabisa jambo hilo, ila Angel anasema muda wote unaweza kuonana na binti yako. Hasa bi mkubwa alikataa kabisa jambo hilo, ila Bella alimfuata mamake na kumshika mkono, jambo lilofanya bi mkubwa ashinde kabisa kuamini jambo hilo na kuanza kukumbuka vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu kwenye maisha yake, kwamba mume wake ndio mtu aliyemuua Bella. Na binti ilibidi amfuate Mary na kuanza kumwomba msamaha kwa yale yote ambayo alikuwa ametokea, ila Mary anasema usijali kwa jambo lolote lile, maana mimi nimefanya mambo yote haya ikiwezekana ujue ukweli. Sasa binti alimsikiliza Mary, lakini alionekana kutokuamini kabisa jambo hilo. Ndipo anasema anahitaji kuonana na Bella, na Bella naye baada ya kuona bi mkubwa aamini kabisa jambo hilo, ndipo anamfuata na kumgusa, na binti ndio jambo lilimshangaza sana licha ya kwamba alishindwa kabisa kumuona mtoto wake. Na hapo ndipo alipoamini na kuanza kumwomba msamaha Bella, maana mara ya kwanza alikuwa aamini kabisa jambo hilo. Na baada ya muda mfupi mamake Bella aliondoka nyumbani kwa Mary na kurudi zake nyumbani, lakini alionekana akiwa na huzunika sana baada ya kujua ukweli kwamba mume wake ndo alihusika na kifo cha mtoto wake. Lakini siku ikapita, leo mamake Bella anaenda polisi kumfungulia kesi ya mauaji mume wake, jambo ambalo lilimstua sana polisi huyu, maana alikuwa anaamini huenda kweli Bella atakuwa ametekwa. Ila binti anasema Bella aliuawa na mtu aliyemuua Bella ni mume wake, na atahakikisha atafanya kila kitu ili ushahidi upatikane. Na polisi ilibidi amsikilize tu binti, na baada ya mazungumzo hayo binti aliondoka na kurudi zake nyumbani. Lakini akiwa anaingia ndani, ghafla bidada anakutana na mume wake, na mwamba kwa sababu alikuwa hajui chochote kinachoendelea, ndipo anaanza kumchangamkia mke wake. Lakini binti kwa sababu alikuwa anashindwa kabisa kuvumilia jambo hilo, ndipo aliamua kufunguka ukweli na kusema hakutegemea kama mwamba angekuwa ni mnyama kiasi hichi, maana hakuwaza kama siku moja mshikaji atakuja kumuua Bella, maana yule mtoto alikuwa hana hatia yoyote ile ambayo ingemfanya auawe. Sasa mwamba alianza kujichanganya bila kujua kwamba anachomesha kibanda, maana anasema yeye aliamua kumuua Bella maana aliona hana namna nyingine ile ya kufanya, kwa sababu alikuwa anahitaji pesa na hili jambo lisingemsaidia yeye peke yake, lingewasaidia wote wawili. Sasa mwamba alikuwa anaendelea kumwambia ukweli mke wake bila kujua kwamba polisi walikuwa wamefika na walikuwa wanasikiliza kila kitu kinachoendelea. Na baada ya muda mfupi walimchukua Alex na kuondoka naye, lakini binti kwa sababu ile jambo lilikuwa limemuumiza sana na alikuwa anashindwa kabisa kuvumilia, ndipo anaenda kuzungumza tena na Mary. Lakini Mary alisema usijali kwa jambo lolote lile, maana mimi naamini haki ya mtoto wako imepatikana, licha ya kwamba umeshindwa kabisa kuonana na Bella, lakini hii hali itakukumbusha kila kitu ambacho mume wako amekifanya. Na binti alikuwa mpole na kusikiliza ushauri wa Mary. Ila baada ya muda kusogea, Angel akiwa anaingia zake chumbani, ghafla Bella anamtokea, na binti alistuka sana maana hakutegemea kama atakutana tena na Bella. Ila Bella anasema hawezi kuondoka bila kumwaga, maana amemsaidia vitu vingi sana. Na baada ya maneno hayo Bella alimwaga Angel na kupotea. Sasa na ndio mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes niliokuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama unahitaji kupata movie kali kama hizi, usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.